Halima mwanangu, najua uko nyuma ya kizingiti cha mlango wa nyumba yangu. Inuka kanionyesha alipo mkuu wako. Unakatisha ndoto za watu, unavunja amani za watu. Kipesile oh kipesile, naleta maabara. Dada, unajua mimi nishachoka mpaka sasa hivi. Mniambia nibadilishe nguo nikusindikize sehemu. Tumetembea mpaka kituo cha bodaboda. Bodaboda akatutembeza mpaka nafika sehemu bodaboda hazifiki. Katuacha na tumetembea mpaka sasa hivi na tunaacha nyumba tunaingia msituni. Hivi tunaenda wapi huko? Nisikilize mdogo wangu. Yule mtu nilokuambia nilokutana naye kaniambia kwamba niende kwa mtaalamu tatizo langu lote litaisha. Unamaanisha mganga? Sasa niambia toka nyumbani. Madam umeshajua, tuondoke. Twende. Unaleta mabala, wewe unaleta mabala. Karibuni sana kwa mganga Kipalangoto, mganga bingwa wa kutoa mapembe na majini na wachawi kiujumla. Karibuni sana. Asante, nashukuru. Mganga, mimi nina shida na nimeelekezwa nikapewa namba yako ya simu. Naomba unisaidie mganga. Mpaka hivi sasa nina mwaka wa 10 kazini, na ninakumbuka nilishawahi kusaidia mteja mmoja tu mwenye tatizo kama la kwako, kwa sababu kumtenganisha mtu na kivuli chake huwa ni uchawi wa hali ya juu sana. Lakini usijali, nitakusaidia. Na tiba pekee ni nguo yako ya ndani uliyoivaa muda huu. Nguo yangu ya ndani? Nguo yangu ya ndani kivipi yani? Yaani vipi nguo yangu ya ndani vipi yani? Mbona una haraka? Sasa subiri. Kuna dawa naenda kuwachukulia. Msiondoke. Nije niwape maelekezo. Jina vipi, mbona simama? Wewe Faza, sogea hivi kidogo maana napita abiria au muda wa kazi. Kwani hii siti ni watu wangapi? Hiyo siti na thamani ya watu 3, vipi? Basi nitalipa hela yote.
Mbona mnanishangaa? Lazima ushangaa, maana umekuja natuzaba tena vibao. Hiyo ndo kawaida yangu. Siku yoyote mteja akifika kilingeni kwangu lazima nimlatue kwanza vibao ndio huduma ianze. Na huwa anafanya hivyo kabla ya huduma na baada ya huduma. Okay, nimesahau. Hivi tulikuwa tumeishia wapi pale? Nguo ya ndani. Ewa. Sasa zunguka hapo nyuma. Uvue hiyo nguo yako ya ndani kisha uniletee hapa. Na mdogo, shikamoo. Salama sana. Umeshindaje? Naamka salama. Mbona unaongea kama bado umelala? Yaani kuna jambo nilikuwa nalifanya, kwa hiyo nilikuwa sijalala usiku, kwa hiyo nikaona nijipumzishe kidogo. Yaani sasa hivi nataka nije huko. Mguu yani nilikuwa nataka nije huko. Kwa ajili ya huyo kipesili. Vipi? Bado anasumbua? Sasa hivi naona kama akatulia, kwa sababu tangia nimemwambia kwamba mamdogo atakuja akutandike makofi. Naona sasa hivi ametulia, ameanza kujirekebisha kidogo. Yaani badala atulie asome. Amepata nafasi ya kusoma. Sisi wenyewe tunalilia hiyo nafasi hatuipati. Amepata nafasi ya kusoma lakini bado anaichezea. Bora hata wewe ambao ulikuwa unajitahidi kabisa kusoma na ukakosa nafasi ya kusoma. Yeye amepata nafasi ya kusoma afu bado anaichezea. Lakini nahisi ni kwa sababu yule sikalelewa sana na mama yake huko kijijini. Kwa hiyo nahisi ndio tabia hizo kazitoa huko. Ila sasa hivi baada ya kumtishia kwamba nitamrudisha huko kijijini, basi naona kama kajirekebisha hivi, kaanza kuwa mwelewa. Yaani sasa hivi anaenda vizuri shuleni, anajiamsha mwenyewe anaenda. Japo changamoto za hapa na pale baada anazo, lakini na vikali siku zitakavyokuwa zinasogea atakuwa anajirekebisha. Basi sawa, kama amejirekebisha itakuwa vizuri. Nilitaka nini? Hamna haja kuharibu nauli. Haya mwanangu, kama amejirekebisha hapo sawa. Haya, wasalimie akina Aina. Haya, wasalimie na hiyo kipesili, mwambie akazana asome. Haya. Haya mama mdogo, asante. Haya, mchana mwema. Asante. Kumbe ishakuwa mchana tena. Mchana sasa hivi. Haya mama mdogo, ngoja na mimi niamke. Haya, amka. Haya. Yes. Mbona unaiviringisha namna hiyo? Kwani imekuwa bangi hiyo? Ifungue hivi ionekane. Unaviringisha imekuwa bangi hiyo. Wewe, nimekwambia uniletee nguo ya ndani, kimwana ndani. Hasa si pensi ya mazoezi. Mtaalamu, mimi nguo za kunitosha mimi za ndani waga hazipo. Kwa hiyo navaaga hizi ndo nguo zangu za ndani. Nguo zako za ndani zote ziko kama hivi? Haya sawa, kaa chini. Sasa nisikilize. Hii nguo yako ya ndani ninaenda kuitengenezea dawa. Na baada ya kuitengenezea dawa
nitakuja kuwapa maelekezo kitu gani kifanyike. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo sisi tunaruhusiwa kuondoka? Ndio mambo gani? Kwa staili iko tunapigana hivi mabao, kuna dawa kweli ya. Tuondoke bwana. Sisi karudi hapa tena. Wewe nyie. Nyinyi si nimewaambia niwakute kilingeni pale. Huku mnaenda wapi? Kipesi leo wewe leta mabala. Mnashangaa nini? Nimewaambia niwakute kilingeni, msiondoke mpaka nirudi. Kuna dawa naenda kufuata. Sasa huku mnaenda wapi? Sasa tumeshamalizana mtaalamu. Umekuja kilingeni umeniambia nikuvulie nguo yangu ya ndani, nimekuvulia nimekupa. Umeenda kuifanyia dawa. Sasa tena unaniuliza ninaenda wapi? Si unaenda nyumbani? Umempa mtu nguo yako ya ndani? Nisikilize nikwambie. Umeshaharibu kila kitu. Kwa sababu nilitaka nikwambie hiyo nguo yako ya ndani itunze sana, kwa maana hiyo ndio tiba yako ya pekee. Wewe kaka mganga vipi? Wakati ushakuja mwenyewe kilingeni ukaniambia nivulie hiyo nguo yako ya ndani, nikakuvulia na mikofi umetutandika. Tena umekuja hivyo hivyo ulivyo na kipara chako ulivyonyoa msalaba hivyo. Sasa tena unaanza kuniambia kitu gani? Nisikilize mama, mimi tangu muda ule nilipoondoka sijarudi kilingeni. Labda aliyekuja sio mimi. Sio kweli. Hivi ni nani mwenye ujanja wa kuingia kilingeni kwangu na akatoka akiwa salama? Hakuna mwenye ujanja huo. Bila shaka huyu atakuwa Kipesile na sio mtu mwingine. Kipesile? Kipesile ndo nani? Kipesile ni mtoto mdogo sana kwa macho ya nyama, lakini ni mkubwa sana katika ulimwengu wetu wa giza. Na hisi ndo anakutesa. Kwa sababu Kipesile ndo mchawi pekee ambaye ana uwezo wa kumvua mtu kivuli chake. Kaka mganga, kaka mtaalamu. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Hata mimi sielewi cha kufanya. Halafu istoshe hata mimi pia itabidi nikae mbali na hili swala. Lakini sidhani kama Kipesile atakuacha hai. Nahisi anaenda kukuua kupitia nguo yako ya ndani ambayo umempatia. Kipesile, we Kipesile, Kipesile, we Kipesile, Kipesile, oh Kipesile, naleta mabala. Kipesile wewe, Kipesile, oh Kipesile wewe,
kipesile, kipesile wewe, naleta mabala, naleta mabala, naleta mabala, wewe naleta mabala. Mkuu, nimeshafika. Hivyo Venant, muda wote nilikuwa nakuita, ndo nakuja sasa hivi. Ulienda wapi? Ulienda kulewa, si ndio? Hapana mkuu. Inama. Mbona unanuka pombe? Hapana mkuu, nitogwa. Nisikilize Venant. Mimi sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na ninakupa onyo la mwisho. Acha pombe. Hiyo kazi nilikuwa nataka kukupa, nishaifanya. Kwa hiyo ondoka. Wewe unafanya nini hapa sasa hivi? Nakuuliza unafanya nini hapa? Kwa hiyo Kipesile, kukunyima hela nauli, umeamua usiende shule kabisa? Amdogo, lakini nimeenda. Hivi unataka kunifanya mimi mpumbavu, si ndio? Yeye unataka kunifanya mimi mpumbavu, mjinga, sielewi chochote zezeta, si ndio? Umeenda shule sasa hivi saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6. Mnatoka shule saa 8. Hapo unataka kuniambia nimeenda shule. Unafanya nini hapa sasa hivi? Kama kweli umeenda shule unafanya nini hapa? Nimerudi kuja kuna rafiki yangu ananiambia nimefazia hii pensi. Kwa hiyo Kipesile, nataka kuniambia kwamba umetembea kutoka huko shuleni kwenu hadi hapa kuja kumhifadhia nguo rafiki yako, si ndio? Na rafiki yako gani ambaye anavaa nguo size hiyo? Size ya tembo. Yaani hiyo pesa inaonekana kabisa ya mzee mtu mzima, tena mstaafu. Umeanywa huko kwenye kamba za watu unakuja kuificha hapa nyumbani, alafu unasema ya rafiki yako. Hivi unachukulieje wewe? Nakuuliza unachukulieje? Yaani sasa hivi umeacha tabia zako za kipumbavu, kishenzi, kishetani, kijinga kwa jibu watu ovyo ovyo, umehamia kwenye wizi. Umeanza kuanua nguo za watu. Utavishwa tairi wewe, utauawa nakwambia wewe. Kama utofungwa. Wewe endelea tu kurukaruka na nguo za watu. Umeanza na pesa ya wazee wastaafu, anua za vijana kukamata. Uone kama utavishwa tairi au kufungwa kabisa. Na siku ukikamatwa mimi sitakuwepo. Sitaki kuwa shahidi. Siku ukikamatwa mimi napanda zangu pipa. Naenda zangu kuishi huko na wazungu wenzangu, rafiki zangu London. Kwa mimi naongea unacheka cheka, si ndio? Unaona mimi naongea upumbavu hapa? Mimi nacheka London. Kwani wewe upajui hapo? So London ni London ba mdogo. Mbona mimi kuna sehemu niliona hapa imeandikwa London? Ikiandikwa ni London ila kitamkwa ni London. Wewe unasema London. Ba mdogo. Toka hapa. Toka. Sio naenda ndani, toka hapo, rudi na lipesi lako hilo la mstaafu. Nenda shule. Sawa ba mdogo, nenda London. Nimekumbuka.
Hivi shogangu, unamjua yule Juma? Juma? Yule Juma pale juu pale kwa Mama Kibonge. Huyo mimi simjui. Wewe naye. Wewe Juma kila siku tunapita pale road tunawakutaga wakaka wengi, hasa ule mkaka mngavu yule. Tatizo mimi sina mazoea na hao wavulana. Basi ngoja nikifika nyumbani nitakuonyesha. Juma huyo? Juma. Kwaona wamefanyaje wa Juma? Nini? Kwani kuna nini? Maana tumetoka na ananiambia tu nichukue ndio tuondoke. Kuna nini? Kwani hujaona? Nimeona nini? Kisima kimeingia nzi. Nzi? Ndio. Nzi kivipi? Shani. Shani? Shani mchawi? Mmenihitaji? Nawauliza. Mmeniita mimi nani? Shani mchawi. Si ndio? Nishaikualoga. Nishaikualoga. Ondokeni. Je, karibu. Asante. Ushapata huduma? Yeah, nikuja kumuona mwalimu taaluma na nishaongea naye. Kweli eh? Basi karibu sana mzee wangu. Yaani ya watoto tangu asubuhi hawajarudi. Ni watu makisimani mpaka hivyo. Watoto hawaelewi hawa. Sijui niwafanyeje, mmane niwabute, mmane niwatendeze. Chai na ganda, baba anataka kwenda shamba, wanu wakala kuko basi, wabwela kuna neno wapiga leo. Sasa kama hivi chai mpaka inaganda hivi, watoto aina gani hao? Ndio mnarudi kwa kisimani. Mwabwela visula nao mchola tangu mitondo mpaka saa zina wanangu ndio mwabwela. Wana amuulika mwe. Kwa nini watoto nyie hivyo Baba yenu kakala gwe kaenda kuchola kumgunda tangu saa zino kwa beta mwemu uletega maji basi nioshe vyombo mkulu wenu amwe chai achole. Mmerudi bila maji, maji hapo wapi? Si nimetuma maji nyie? Maji? Mnashangaa nini? Kwanza tuenda kuchota maji. Maji, sijui.
Sijui mmesaka kama ameenda kuchukua maji nyie. Mmesaka kama ameenda kuchukua maji. Mimi hapa leo napika chai baba yenu. Nyie kula amni leo mpaka mtasema mlipotoka. Kama mmetoka kwa vibwana vyenu huko basi baba yenu akirudi hapa aniseme mie matokeo yake nenda kuhusu. Mnakuulizeni tena? Ai hapa leo amli na hivyo ndo naokoa chai yangu baba yenu akirudi nikimpikia kidogo anakunywa itamtosha. Maana nyie hamna akili. Wana wasambi hamuulikaga mwe. Baba yenu kila siku kolongano, nie nolongano hamuulika wanangu sababu. Monigela kinyaa mwe. Ama mmashughuli wanu wose wadetanyie wanangu. Wanage fulani hawaulika ndo ananye ndo nyie hamuulikaga mwe wana wasambi. Muno walongele mzazi wenu muulike mumtegeleze baba kolongaze mama kolongaze lakini mane gwe hamuulikaga nyie wana. Wana wasambi yose ujeuli hamuulikaga hata kidogo. Mane mula kwa bonge na baba yenu bora no muuza ni. Waulize wana wala kwa bonge. Wewe. Nani nikakwambia utoroke? Wewe sinakuuliza. Wendo kubwa la wachawi. Tulia. Umepatikana. Huu ndio mwisho wako. Mwisho wako. Wendi popote. Unaleta mabala, we unaleta mabala.